Hatukwangi hapa bunge ati sijui nini ati juu tumeshiba sana. Watu hata kwa bunge kuna watu ulala ja. Tunachangana tunajua tunaenda bunge sai. Hebu tuende tukunywe chai, at least mtu atoke kwa bunge amekunywa chai na amekula kakitu. Aende alale. Kuna watu wengi tuko nao hapa hata hawana kwa kudozi. Kuna wazee tunalipianga nyumba na ni kujituma. Lakini kuna mavijana wengine wenyewe kwanza ni potential corrupt people. Wanagoja their chance ndio wakuwe corrupt. Unajua kuna msi anagojanga tu hivi kama kina Kasumwero kama tangu nini Kasumwero kama vile kajinga kamegoja tu hivi kaitwa na gava kakibie. Mimi the largest amount of money nishaitiwa na serikali ni 2 million. Hiyo niliitiwa na nikakataa. Kwa nini unakataa? Unaangalia mahali mumetoka na mahali mnaelekea. Then tuseme tunaelekea mahali fulani tukachague kasi ya mwingine at west. Ndio mnaonanga na umo. Yeah? Inakuanga very hurtful. Wacha nimalize. Kitu ingine ni integrity. Hatuna integrity. Tukikosa integrity ndio utaitiwa pesa unauza you are right because of lack of integrity. Mtu asikudanganya na anakula pesa kwa sababu ati ni poverty. Uongo. Si poverty inafanya uitwe pesa, ni lack of integrity. Because the moment mtu ameiba from your fund akupatie, hiyo si poverty inafanya, ni integrity ndio inafanya hata we mwenyewe unakubali pesa yenyewe unafaa ufanyiwe kazi nayo unakula. For example, mtu akikuja wapatie 50 million na alafu hajafanya anything na nyinyi mnapanga laini kuchukua, nyinyi wenyewe you are problem to your country. Because kama mumekosa kuchukua hiyo pesa anawapatia, atakosa kuiba tena kwa sababu haisaidii. Lakini nyinyi mtaki kumwambia okay, wewe unatuibia pesa unatuletea. Hatufai kuchukua hiyo pesa unatuletea. Fanya kazi kwanza, ukuje utuambie unasema. Lakini sasa sisi tunakimbilianga pesa yenye imeibiwa kwetu. Juni pesa zetu wanaiba, alafu wanarudi wanakuja wanatuhonga naye. Sasa miaka 5 unaongoja afanye nini? Haizifanya anything kwa sababu ulikula project zenyu zote. Mkanunua na 50-50 instead ya kutengeneza barabara ya kila mtu. Wewe ulipanga laini ukapatiwa 200, mwingine akapatiwa 100, mwingine akadanganywa atalipwa na hakulipwa. Mwingine akaitiwa milioni 2, mwingine 50, mwingine akadanganyiliwa na cheo. Kama kuna debate nyingine niliona ya madam mwingine ati aliambiliwa kazi na deputy, lakini akona imani atapata, of which sijui atapata lini, na bado tu akona hiyo imani atapata. Sasa mimi nikajindwa okay, kama hawa ndio mnatarajia wabadilishe Kenya, haki hii dunia si imeisha. Jumutu anasema ati niko na imani nitapata kazi na hana, anaulizwa ulipatiwa appointment letter, hana. Mshahara sijui, mimi bora najua ndapata. Sasa mtu kama utamsikizaje? Nimemaliza submission zangu for now. Sawa Skyty. I think watu wengi wako na hope zaidi. Mimi yangu haijafika hapo, lakini we are still hoping for a better future of which we must play our role. Lazima tucheze kisi. Lazima input. Mimi ni chokora, niko Githurai na naelekea Olkalao. Je, Mr. Wanjoi. Niko Matoko. Bozo zikuli akasema Mungu anakuona. Mr. Wanjoi ni aje? Niko hapo na jamaa anaitwa Gana something hapa, hatujampea mic. Ganacho. Hata mimi manze mimi hujanipea mic. Ni Keran. Ni aje Mr. Wanjoi? Niko fiti. Hata mimi niko fiti. Ile kitu nilikuwa nadai kuuliza. Na vijana wengi wanasema one time Yes. Na unapata wengi hayuko kadi. Yeah, ni wengi wako registered. Yeah. Na ukiangalia maporo wetu. Yes, wanatuchanua tukuwe tuko kadi. Na get like iko mikononi mwetu. Yeah.
Yeah, saa wewe unaweza chanuaje vijana ndio watoke I kwa hiyo think ngori? hiyo Like ni ukiangalia MC kama Uhuru. sensitization program ya ku make sure that wasee wako kadi, of which sahii imekuwa tricky sababu unaona iko headquarters peke yake, lakini hopefully by August wata roll out tena ile masa ya voter registration, na pia tutaweza kufanya sensitization ndio at least watu waendelee kuchukua kura. So I think by the time tunagonga mwezi wa 3, by the time voter registration inafungwa fully, watu watakuwa registered the more. Sababu pia kuna kitu kingine ina affect mavijana, ni vile unapata ID zinachelewa. Kama sasa kuna wase nilipeleka February na hadi saa hii ID zao hazijatoka. So unaona pia gava ina a great role ya kume. So kuna vitu mingi, kuna factors mingi zenye zina affect voter registration. Lakini tuta make sure that at least tuna push na pia msee push your neighbors, push the boys wenye wako pale na girls wenye wako pale mashinani, at least waweze kuwa registered. So the next question is like we ni msee nimekuwa unapotea kwa bunge la mwananchi. Yes. Ndio nakwambia nimekuwa nikifollow kwa bunge la mwananchi Yes. Yeah, na unaongea the fact like nilikuwa nauliza nini ambacho wewe inakupatia motisha, yani unaongea ukweli. I think kuna vitu unaongea mambo yenye iko against the government and yet you don't fear the government. You don't have to fear, my friend. Hebu nikwambie, once umeingia kwa street ukaona wasee wa kimando ukiwa hapo amepigwa lidhe ukiwa hapo na anatetea haki yake. Once umepata wasee wengi wako kwa street wako na certificate zao kwa street, wanalala hawana hata nini mahali wanaweza lala. I think hapo ndio inafikanga unaona hapana, hebu tetee tu wananchi, whatever happens. Hata kuna wasee wengi ugongwa na gari wakiwa millionaires, wengi wamekufa kwa accidents. So ndio maana tunaonanga tu, hebu tutetee wananchi, lakini we are hoping for a better future. Mahali utapata msee hata mzazi aki-invest kwa education, at least anajua kuna returns. Sasa una invest kwa education ya mtoto wako, akimaliza shule hata ama before amalize ashaanza kutumia madawa. Unadhani wase wangapi nimeona wakidrop out of KU wanakuja saa hii wako kwa street wanatumia madawa, just because tuko na waseka kina Joho na kina Kabogo wenye wao wameruhusiwa na gava kufanya drug trafficking. Yani kuna vitu tu tunafaa to fight sisi wote pamoja. Mi kuna vitu nasemanga, the near future yenye tunaelekea hakuna haja ya kufichana. Kama mnajua msedi anauza drugs, muanike tu. Kuna mahali itafika hapo, hakuna kufichana saa hii. Sababu hizi drugs pia zimeaffect wasee wengi sana. Then tuko na mafara wanatuibia our future. Kuna wasee wanatuibia our future. Unajua wakati umesikia billions of money zimeibiwa na wasee wawili, unafaa kujua that hiyo ni vision ya msee imeporwa. Sababu wakati umesikia ati kama sasa Duale kuna 52 billion yenye ilipotea kwa SHA. Unadhani hiyo 52 billion ili affect vifo za watu wangapi? Ni wasee wangapi walikufa juu ya Duale na tumbo yake moja? Wakati unasikia Ministry of Education kuna shule zimekuwa allocated for, lakini zimepewa pesa fulani, lakini hizo shule ni non-existent, ama hizo shule hata hazina student ama walimu. Unadhani umeibia future ya wasee wangapi kwa education? So ukiangalia vitu kama hizi, kuna wasee wenye tunajua wako na major crimes zenye lazima zikuwe punished. Lakini tukichagua na ufara, justice itapatikana kweli? It's the high time sasa mimi na wewe na msee mwingine tuamke, tuanze kuambia wasee ukweli. Na kufight corruption, hiyo ndio the major issue. Tusipofight corruption tushinage tu kwa magari. Ati unasikia kijana ako na akili mzuri, aliona Babu Owino akipiga msee risasi na unapata bado anamsupport. Hiyo ni ushenzi. Hakuna change unataka. Wewe ni ujinga. In fact msee yote anasupport Babu Owino unafaa kuanza kusema tutam. Wewe ni brainless. Wewe ni mtu hana akili. Wewe ni mtu hata huna future.
Hebu nikwambie, tunafaa kufight all these crimes. Unaona hizo mavitu zote, hawa wase wote hujifanya hothead, wanajifanya ati. Unajua kuna tofauti ya Gaucho na Babu Owino. Tofauti yao ni that mmoja ako na certificate ya shule, mwingine hana. Hiyo ndio tu tofauti. Wote ni goons. Lazima tufight vitu kama hizo. Kama hatuwezi fight, then hakuna haja hata tukujange kwa hizi platform kuongea. Hakuna haja. By the way, ndio ni kitu mimi inanijamisha sana. Huwezi maliza vision ya mtu na future ya msee, alafu kuja kuniambia ati nikuchague kiti. Na kuchagua kiti ukafanyie nini? Na ni ukweli, kuna mtu ameandika hapa, change is very stubborn. Ni ukweli, change is very stubborn, very stubborn. If you want change, you can sacrifice even your mother. Change haitakangi huruma. Hebu niwaambie ukweli, change haitakangi huruma. Change haitakangi huruma. Kama umeamua ni change, hebu tuondoe wase wengine, tuwaweke kando. Hebu waende wakafanye mabiz na huko. Lakini pia hata kuna msee unajua ukiuliza saa hii anafanya biashara gani huwezi taja. Na ni wengi sana. Wase wengi sana. So my friend, saa hii tunafaa kuondoa tu some sugar coatings. Mimi ndio mnaona mikutano zingine ziendani. Mimi nikipata tu evidence yako kuna crime ushaifanya, siwezi kusupport. Siwezi. Kwa nini ni shida nikibweka? Na wewe unacheka. So hebu tusikize the next person. Keran uko aje? Niko poa, uko aje? Niko fiti nashukuru. Hata mimi niko fiti. Kitu ya kwanza yangu ni yes. Kuanzia mwezi wa 8 mtaanza kusalimiwa muriega regi mwadhani ya gosho. Siwezi tolerate. Hiyo ndio kitu yenye mko hapo hivyo sasa. Halafu kitu ya pili ni unajua tulibebo kama watoto. Imagine pesa yote inaingia kwa akaunti ya mtu. Pesa yote inaingia kwa akaunti ya mtu. Si ndio? Kitu ya pili, Vision 2050 unajua si ni slave. Onjohi. Nakupata. Ndio nakwambia kitu ya pili unajua sisi ni slave. Vision 2050. Na hiyo ni ukweli, sababu wazi mmeanza kujengewa affordable housing ndio muachilie mashamba zenu. Hiyo ndio turizi hizo shamba zetu, si ndio? Exactly. Hiyo ndio Vision 2050. Hata ni 2060. Ni Vision 2060. Ni Vision 2050. Si 60 tutakuwa kwa hizo nyumba. Alafu kitu kingine ni unajua tu wazee wenye walichaguana last round kwa election walikuwa wanatuambia ni suti. Yeah. Na I hope suti ni ya mtu mwenye amekufa. Hata mimi nasema hivyo. Suti ni ya mtu mwenye amekufa. So ukiona vijana wakitokea kwa barabara ni ile maneno yenye tulipatiwa na wazee, suti. Na mimi sijakataa. Suti ilikuwa ya wazee ya kupeleka msichana rurashio, kupeleka harusi. Sasa hii manzee ni ya mtu mwenye amekufa, jua kuna kitu yote inatusaidia. Hakuna, mimi sioni kwa kuna kitu yote inatusaidia. Hata in fact ni kuteseka, tunateseka. Mafuta inapandishwa na 50 bob alafu inashukishwa na points. Kwani tuko Kenya gani? I think kuna msee nimeona hapa akisema no man is perfect, ati mimi si kutoka heaven, ni Rivaron Babu Owino. Nitakuombea kitu moja Patero, nimekuona huko chini. Tafadhali nakuombea upigwe risasi na ukue compensated. Kwanza unafaa upigwe ya shingo kama venye tu DJ Evolve alifanyiwa, alafu ukue compensated. Ukosange kwa hapana, msione Babu Owino hivyo. Ukose hizo vitu zote ni wa Kenya. Ona si wote ni wa Kenya. Hii maandamano yote yenye imekuwa inafanyika Babu Owino amekuwa anapanga. After that, let me tell you, kuna hiyo stupidity siwezi agree on. Kama mtu yote alivyo hiyo CCTV footage, aliona ilikuwa very intentional, ilikuwa directed to the DJ and he activated his mission. So, mimi wakati, unajua, mimi naongeanga vitu zingine out of experience, Mkiona nikiongea kitu, ni kitu nimejua vitu mingi sana before nikuje hapa ati nianze kuongea. Siwezi kuangalia na kesi moja, nitakuangalia na kesi kama 10. Kesi kama 10, hizo ndio nitakuguzia. Na let me tell you, kama nikukufa siku moja nitakufa nikiongea ukweli. And I always pinpoint everybody's problems.
Kama uko na ini skado, mimi sitawahi kuachilia my friend. So usi expect ni nyamaze. Hizo ni vitu nitakuwa nasema daily. In any platform yenye napata, nitakuwa nasema every day. Na sio mimi peke yangu usema, hata his brothers na sisters huwa wanazisema. Mimi nasema Babu Owino in any civilized country hafai hata kupitishwa na watu kama hawa wanajitanga aje. Wacha DCI unajua hao wachana nao. Kuna wazee wengine wanajitanga wa integrity. Hafai kuwa anapitishwa anywhere. Huyu ni msiyafai kuchaguliwa na mtu mwingine. Let me tell you. Mtapigwa marisasi Nairobi. Mimi nilikuwa Nairobi University the same time Babu Owino alikuwa huko. So niko na history. Uliza Mosiria atakwambia. Mosiria ni boys atakwambia. Vitu tuliona. Vitu tumeona Embakasi East returning officer wakipotea kiholela. My friend, we are not stupid. Saa hii tulikuja tukaingishwa box na William Ruto. Akatudanganya mwadhani Agosho. Tukajifanya tumesahau the past yake. My friend, hiyo ndio inatuhaunt saa hii. Hiyo ndio inatuhaunt saa hii. Kujifanya tumesahau. So kama wewe ni mjinga kiasi hicho, kujifanya umesahau, my friend, nakuombea pigwa risasi yako, kuwa compensated, ukae kwa nyumba utuondokee. Na tuendelee. Twende kwa Keran. Sijamaliza. Submit. Aya, unaona kuna history ingine. Unaona sasa hivi venye tunaongea hapa hivi. Kuna msemenye anaenda kuongea huko kando stories zingine tofauti. Zenye hazieleweki, hazitusaidii kwa Kenya. Very true. Alafu kwanza kuna story yenye inaniuma sana. Kukuja ukiwa kama leader unapitia kwa kanisa. Unataka kutuonesha aje? Auendaki kanisa? Hebu niambie angalia watoto wa Gilgil, imagine. Ilikuwa ni National Prayer Day kama jana. Kama leo. Wakachoma leo usiku, si ndio? Baada waachane na National Prayer Day wakuja manze waangalia watoto. Hebu imagine waliendelea na hiyo shughuli. I think we have a very careless government. Hiyo ni kitu kila msee amerealize. Kama tuliona William Ruto ati budget kisomo hayuko. Wakati tunapataka kuna many decisions ama major decisions Kenya inafaa kumake, Ruto upotea. Mnakumbuka hizi zote wakati kuna maandamano yeye anajitoa. Kama wakati wa kesi ikiamuliwa ashajitoa. Yaani anytime kuna major decision yenye inafaa kumekiwa na Kenyans wakiwa pamoja, yeye hujitoa. Ni kumaanisha he is very careless. Na hiyo with that carelessness dhani tunaenda anywhere else. Sijui tunaenda wapi. Hata si careless. Hata si careless. Ni sisi tulichagua tourist. Ndio kweli. Sasa unajua kila kitu. Unaona masa tunapitisha kama ni siku ya maandamano akuagi huko anakuaga nje. Very true. Na ndio unaona manzi hata leo Ruto wako kwa ndege akienda. Unaenda mbali sana. Leo Ruto wako kwa ndege. Anaelekea France. Si ndio nasema aje? Unaona hata sasa akienda nchi za nje naye Mungu ni nani? Anakutoa suruali mbele ya watu. Ukweli. Unaenda unahakisha mshumaa inakataa kuwaka. Unatoa speech kwa watoto wa university. Stima inapotea. Stima ikipotea generator inaungua. Watu walikuwa wanaona tu hiyo manze hiyo sura ya Kasongo kale kaimoji. Tanzania unadanganyana sijui nini na haiko. Unaenda kufungua vitu zingine Tanzania, Kenya hata barabara yenyewe ufungui. Tanzania akawaambia kuna refinery sijui iko Tanga. Akaulizwa na huyu Samia Suluhu, wewe unasema Tanga gani? Kwani uko na Tanga yako? Ama tangawizi. Yaani Mungu anatafuta tu njia ya kukuanika. Unaona, alafu Mungu naye ni nani? Unaona venye alimuanika vizuri? Akakosa baka damu, masikio ikakonda. Vita ikatokea, masikio ikakonda. Mungu naye ni nani? Unabaki huku Kenya na magonjwa zako. Afadhali hata afadhali hiyo vita ingeendelea mpaka saa hii. Manzi hata tungekuwa tumeshapata mtu mwenye atakario kiti. Kuliko tukae huku hivi na mashida. Mimi kwanza kuna kitu hiyo kitu inanibo. Kitu ya mafuta manzi. Kwani ile taxi ya mafuta ilienda wapi? Kama subsidy huku tunakamuliwa na maji baridi. Hakuna waste time. Mnakamuliwa na maji kwa baridi. Wanjozi, Marita kina Ruto wanauzia kwa 25 SR.
unaona parita. Wakifika Kenya, how comes 25 paisa shilingi hata ijafika shilingi moja ya huku, alafu ikifika Kenya unasikia mafuta ni 200. Kwani transport inakuaga aje? Hebu nikueleze kwanza, total taxes zile huwa zinakatwa saa hii ni 86 shillings per liter. 86 shillings per liter. Ukinunua lita moja ya mafuta yoyote, may it be either paraffin, diesel ama petrol, 86 shillings inaenda kwa gava. Sasa anza hapo. Kuja ushikilie 1 minute niende. Kijana ya ndugu ya ni brother yake brother. Jamaa jifanya ni mzima na alishapana raiziki. Ndevu ni za kuwekwa ndio mdomo ikae straight. Haya, kuna ufara mwingine mwenye anavunjikaga wakati wa makampeni na kukua yeye anakuwa na mashida mingi. Moses Kuria asizoe Gachagua si moshuha yake. Sisi tushamchanuka na ashatuita machokora. Achane na sisi machokora, tunajijua. Kitu kingine kunaka mtu kanaitwa Kimani Ichung'wah atoe Gachagua kwa mdomo yake. Kimani Gachagua sio rika yako, hata politics yake iko juu sana kuliko yako. Wewe chaguliwa kwenyu na watu wa kwenyu wenye hawajafika 200,000. Wachana na Gachagua anachagulia na watu milioni 7. Kimani wachane na Gachagua kabisa. Tukuja Nakuru kuna huyu gavana anajiita David huyu jamaa mwenye anataka kiti ya senator. Ajiita Senator Gikaria, tengeneza kwako Nakuru East, watu wapate mabarabara na mashimo ufunike at least. Kuliko ukuje kuadvise watu wengine na kwako kwenyewe hakuna nini, kumejaa mashimo. Susan Keheka, shame on you. Governor Nakuru, the Nakuru County iko na lori mbili za fire peke yake. Na mnasema Nakuru is a city. Ni city gani iko na lori mbili za kuzima moto? Ni city gani hiyo yenye barabara hata stage wenyewe makanjo hawangarishi? Ni city gani hiyo yenye imejaa vibanda na mabuildings pamoja at the same time? Ni city gani hiyo yenye mahoka wanauzia kwa street at the same time unasema ni city? Shame on you. Kuna huyu, tutoke hapo twende Eldoret kuna huyu governor, sijui ni senator ama ni governor, anachukua watoto wetu anawapeleka Russia. Wewe chukua watoto wako na Kasongo na Kimani Ichung'wah na Faruk Kibet, wapandishe ndege uwapeleke Russia. Wachana na watoto wetu, hata kama ni wakareji ni watoto wetu. Hatuna damu yoyote tuna sacrifice kwa watu wengine. Hakuna mtu tunasema sacrifice, hatutaki damu ya mtu yoyote kusacrificeiwa. Russia tunaona maiti hata moja. Junior. Kuna fala iko hapa sijui inajiita Friendly. Imagine aache kutuzoea na tutusi kwa nini? Nyaga shughulikia kasia iko hapa chini au ioni? Nyaga. Hii ni kasia malaya tukataka. Kabla sijashika simu. Haya, tumalizane na Eldoret kwanza. Ngoja. Kuna mtu kama senator wa Eldoret walichukua watu wakawascam na tu kuona mtu hata mmoja mwenye alifungwa au kina Mandago. Hakuna mtu mwenye alifungwa. Sasa hizi wanataka kuchukua watoto wetu wawapeleke Russia. Hatujaona maiti hata moja imeletwa Kenya na kuna watoto wetu wamekufia huko. Hatujaona agent hata mmoja ameshikwa akapelekwa prison na alipeleka watoto wetu huko. Shame on you government of Kenya. Kitu kingine tutoke hapo, tuingie Bungoma County kwa kila Didmas Baraza. Hatujasahau uliua mtu wakati wa siasa, ulipiga mtoto wa mtu risasi, na hiyo justice hatukuona pale ulipelekwa kwa sababu uko na pesa. Lakini usisahau huyu Mungu atakupiga risasi ya matako uishi kuwa maskini. Future inakuja na inakuja kubadilika. Tutoke hapo twende huku Kisumu kwa kina huyu mama mwenye anaitwa Gladys Wanga. Ukome Gachagua sio mshuha yako. Ukome Gachagua kabisa. Leo nyinyi wote nawaandalia.
Si kila kitu kifanyika unashinda ukitaja taja Gachagua sijui kama unaona hatuna agenda yetu ni kufukuza Kasongo aende nyumbani. Hatujafukuza Wakalenjin, tunafukuza Kasongo. Damu yake ni chafu, damu yake ni poison. Tutoke hapo twende kwa kina Moses Wetangula. Weta, usituzoe. Waruya wamekukataa kwenyu, umeambiwa uende ujenge hata kanyumba kama tope upate kwa kwenda kuingisha kichwa. Si kushinda ukijificha kwa mgongo ya Ruto ndio kuna pesa, ataanguka. Tutoke hapo tuingie kwa Atuori. Atuori utukome. Hatujaiona justice ya mfanyikazi hata mmoja ashaipawa hata justice. Watu wameishi kunyanyaswa Kenya ni kama hata hakunaga sheria ya reba. Na wewe ati ni mwenye unasimamia wafanyikazi wa Kenya. Atuori utukome. Na hizo tutam zako na kitabu kama sufuria. Na nimemaliza hiyo story. Tuendeleni. Kuna watu wanauliza kwani ulikuwa umeandika composition leo ati mistari na flow. Ai, kila mtu ako na hasira hii Kenya. Junior, kila mtu ako na hasira. Kwa nimeandika nikukumbuka wale watu walikufa, watu wa Olkarau. Kwanza nimesahau watu wa Olkarau, msifikirie ati kuna shamba tulikuwa tunapigania pale police station nje. Wale vijana wetu wenye waliuliwa pale police station wawili, hatujasahau. Mrudi mchague Atuwe mwenye mnaita Goshina, ati ni Goshina, atawachomea mpaka kila kitu ya Olkarau. Na msisahau hao ni mapepo. Na saa hizi tulisema watu wa Olkarau tusaidie kuua nyoka, manake imepatikana na huko kwenyu. Kuua nyoka na mayai yake iende ikiendaga. Goshina, uende ukachomekee kwa shetani, manake wewe si Mungu amekutuma. Wewe umetumwa na shetani mkiwa na huo Moses Kuria. Kitu kingine nimekumbuka, kuna crowd chasing ilifanywa. Kuna katoto kalilipwa ka crowd chase Moses Kuria, katukane Moses Kuria wakijaribu kutafuta sympathy. Hakuna sympathy tunasik. Tunajua huo mtoto ni kutumwa, ametumwa na opposition ya kina Moses Kuria. So hakuna kubai, tunabai hiyo sympathy. Ati Moses Kuria anatukana baka na watoto, hatununui hiyo sympathy. So kama mlilipa huo mtoto, mamake alisaidika na hiyo pesa, na tunajua ni nyinyi mlilipa huo mtoto. Huo mtoto si heshima amekosa. Huo mtoto hata vitu anaongea, huo mtoto ni mtoto amekochiwa. Yongea vitu normal, amekochiwa kabisa. So shame on you, shame on you. Kitu kingine, Gen Z muende mchukue kura. Msisahau kina Rex Masai, kina kazini yangu Mike Kehonga walikufa wakipigania justice ya Kenya. Nao ndio kina Dedan Kimathi, hao ndio nani, JM Kariuki, hao ndio wa kina nani, tunawaitaka aje, simkumbushe Kimathi. Si Kimathi, nimesema Kimathi. Kuna JM Kariuki, kuna kina Mukami, ma freedom fighters, kina Gukangu, David Keiro, ma freedom fighters. Hao walikufa wakipigania nchi yetu. Hakuna shamba walikuwa wanataka kugaia hiyo wakati. Walikuwa wanafukuza mzungu. Ruto naye ameamua akuja tuletee mzungu Kapenguria, ameamua tuletee mzungu mwingine huku Laikipia, alafu akuje kutucolonize. Hiyo miaka aturudi nyuma. Utaenda na hao wazungu wako wakakupea kambi kwao. Kwa sababu hata tukichaguana, tukipata kiti ya president, tutapata nchi ya kukaa. I'm coming for you Mr. Ruto. Good. I think tuna jamaa kwa hapa Junior leo maneno iko mwacheche. Hiyo ni top notch injection. Hebu tusikize mtu anaitwa China Boy. Halo, nikianzia ama fala wako hapa chini wanaleta matusi, kwanza wakome. Exactly. Kitu ingine serikali imeangusha watu kabisa. Kabisa. Kila mtu anajua hivyo. Wewe Wanjoi na leaders wa Ikuyu mko na kazi mingi kubwa sana kabisa ya kutoa hii tungunia. Kwanza tusaitani utu. Kitu ya kwanza, kwa nini usijiulize vita, pombe na mambo mingine mingi? Nasema tu Central. Kila mtu anajua Ikuyu ndio backbone ya Kenya. Unasikia tu watu wa Ikuyu wamechukuliwa, wamepelekwa Russia, wakawekwa front, wapigwe marisasi wakufe. Wengine wanauawa huku na pombe. Wengine unasikia tu hadi mabibi wanalia ati hawana mabwana.
Kitu ya kwanza serikali nataka weekend Waikuyu ndio Kenya ibaki bila sauti. Mobilize watu, fanyeni kazi yenu tu. Juu mkinyamaza kutakuwa na shida mingi kuliko yenye iko. Hiyo ingine sasa ni wananchi, kila mtu sasa anakajua line yake. Junior ameongea vizuri sana Eko. Hadi mkitembea mkipatana hadi akina Rigathi au waheshimiwa wenye sisi akina localized hatuwezi wafikia. Waambieni ground ni kumoto. Huku mafuta inatuchoma, kiuchumi inatuchoma. Ni wao sauti tu ya Wakenya. Kwa hivyo at least tukiwalilia wanasikia sauti, wanatu represent, tashukuru. Safi. Kabisa. I think sasa kuna watu najua hapa wanawashawashwa huku chini. Kuna watu tuliweka hapa chini na hawatujawarudishia mic. Wamboi Bogo, tukienda hivyo juu, mwenye akona kitu ingine ya kuongezea kwa hiyo maneno ya leo. Then pia nataka leo to discuss the church and Kenyan politics. Lazima tuangalie hizi vitu mbili, sababu hizi vitu mbili ni conjoined, lakini kuna vile tunaweza ondoa kanisa kwa siasa, na hapo ndio nataka tuangazie. Lakini tukiondoa kanisa, what will happen? Sababu I feel kanisa inachangia sana kutupea bad leaders, inatupea viongozi wengi wabaya wengi. Hebu nikwambie, products mingi tuko nazo za hao politicians tumetoa kwa kanisa. Kama Ruto ni product ya kanisa, uongo zake zote ziko choreographed na Bible. Tutajitoaje kwa hii minyororo ya kuwa sympathetic mahali tunakuja tunatajiwa Bible ama tunakuotiwa verse kadhaa alafu tunajipata tushaingia box? Niliona Ruto saa hii asharudi church, ameanza mwadhani agosho mnajua, na kujenga makanisa kwa contribution zake kwa kanisa, mnajua ni mzito. Na hawa sasa hawezi reject pesa yake. Mnaona kama kanisa bado itatuuza 2027 ama mnaona hii maneno itakuwaje? Hizo ndio vitu nataka tuangazie, sababu once tunasema change, it's not all about churches, it's about the leadership of this republic. Na kuna kitu huwa narudia daily, tungetaka mtu wa kutuombea, tungechagua Pope kama president. I think hapo tungekuwa na mtu tunaweza at least trust kidogo. Lakini can we trust whatever we get nowadays? Kwa hao viongozi tuko nao, tunaweza wa trust ama tufanye namna gani? Hebu tuangazie hiyo. Kwanza tuanze na hao wageni, lakini kama uko hapo chini utainua mkono tu. Uta comment hapa chini useme kuna kitu unataka kusema. Good, super something. Super Chan, uko aje? Niko poa. Lakini unaona hapo kwa church. Yes. Juka Ruto hivyo ndo alianzia by the way. Na tukamuamini sana. Na tukampea yetu yote. Lakini sasa itabidi sasa ni kuchagua, hili tuchague wavuta bangi sasa, kwa sababu ama jamaa wanakuja, majamaa wote wa suti hapana bana. Jote zile vitu tu wanasema tu ni za wana. Hapo hakuna kitu ya maana, wanakuja ni kutudanganya tu. So unaonaje role ya church 2027, unaona itakuwaje? Watu watatrust kanisa ama unaiangazia namna unaiona aje? Mimi hata venye naiona, mtu yote atakuja tu na mambo ya church. Huyo hapana. Tunaweka X. Tunaweka X. Mambo na kanisa hapana. Good. Mwenye alisema tu heli. Yes. Yes, continue, submit. Ndiko nasema aje. Hata pia juu hii watu, najua heli sasa mali imefika tu, lakini uzuri ni eti tunajua ukweli na tunajua uongo. Yeah. Najua enyewe nyinyi ndo sasa kaa wewe, mimi nakuwa na kufuatilia sana. Na wana kusikiza sana.
kuna viongozi wetu by the way wanafaa kuadvisiwa na mnafaa muambie. Unaona mtu kale kadhi hiyo jamaa si mbaya, Yeah. lakini ukiangalia politics zake bado ni jamaa wa kifua by the way. Na hao viongozi ndio hatutaki. Hao watu wa kujipiga kifua wanatuletea noma, lakini hapo kwa kanisa hapo tumekata. Mtu yote atakuja na mambo ya kanisa enyewe, hapana, tutaki malaika tena. Good. I think mi kuna kitu naangalianga kwa siasa. Kwa siasa kuna wase politicians wenye wanaweza kuhandle bad guys. Isipokuwa ni Ligi G, my friend. Mimi sijui tungekuwa wapi. Sasa tungekuwa tumemalizwa. Nakwambia democracy inakata cross. Sababu ukiangalia kama sasa right of speech, hiyo freedom of speech, hiyo kitu haiwezekani bila Ligi G. Tukiwa na president anaitwa Ruto, labda tuuliwe sisi wote. I always feel that Ligi G is somehow voice of the voiceless. Uzuri wa Ligi G, naongeanga ukiambia mtu kama Kalonzo aongee hawezi. Hata uambie mtu kama Matiang'i hawezi. Unajua kuna some truths. Truth zingine sio za kusemwa na watu weak. hapo ni ukweli. So kuna vitu zingine mimi kama nikiangalia the political arena sahi na ebu minus tu Gachagua. Kwa hiyo opposition ebu minus Gachagua. Unajua minus mara mbili. Kuna wakati alienda US tukapima haikuwa akaenda UK juzi. Watu wakajamaza hadi tukashindwa, opposition bado iko. Sasa ebu mtoe completely. Ruto itakuwa mbaya. That's it. So kuna some characters wanaletanga ile voice of the people na voice of resilience. Sababu kuna mimi sionangi kama Kalonzo anaweza kuwa resilient kwa vitu zingine. So that is why tunahitaji watu kama hao. Bunge. Yes. Without Gachagua opposition ni kama hakuna. Tukiwa tumeondoa Sifuna, imekufa. Opposition kama Kalonzo hakuna kitu ya maana wanafanya, ni kufuata tu Gachagua. Lazima aende na yeye mahali ndio aweze kuongea vizuri. Kama ni Matiang'i anajifanyanga ni kama anajiweza sana. Ni kama anajiweza. Wengine nao sasa ni hawa akina sijui nani. Au wengine hata hakuna mtu anasikika mwingine. Sipokuwa anatembea anajaribu kujinua kidogo. Au wengine sasa ni nani unaweza tegemea hapo? Hakuna. Opposition ni Gachagua. Saidi ingine nao ni Sifuna. Au wengine hebu tuseme ni wakubebwa. Ni carrier bags. Tuseme aje opposition ni anatembea Gachagua na Sifuna, hao ndio opposition. Hao wengine tawe joyriders. Kuna msinaona ameandika hapa, we need Kalonzo's sijui integrity and humility. I think it's not about hizo vitu zote, lakini I feel akona character ya leadership. Mimi naweza taka kuona mtu ataleta ile maneno ya Kibaki. Unaona ile system ya Kibaki ailete sasa kwa devolved function, because I always feel that Kibaki angepata devolution ingework better. Kibaki angepata devolution ingework better. I always feel kuna gap kubwa sana hapo. Mahali sijaona magavana wakinyongwa. Mimi naweza furahia kuona gavana kama 5 wamenyongwa, wengine wako kamiti, wengine wamepotea Kenya juu zile kama hii kasi inaitwa Wamatangi. Huyu jamaa ameibia Kiambu gai. Mtu ananunua kifaranga moja 350 shillings. Of which unajua junior 350 shillings hiyo hata ni broiler.
Hiyo ni broiler ya mzima kitu unaweza kula. Broiler sasa hivi wanauziwa I think 470 shillings na 450. So 350 unauzia mtu kuku kaka kifaranga ya siku moja. Na yai tunajua sasa hii ni 20 shillings. Tuseme hata hatchery ilipisha 50 shillings. That is 70 bob. Then county inauziwa. Ile ujinga iko na hawa governor sawa. Ni ujinga baya sana. We have devolved corruption. Na kwa pia hata wacha yenye Ruto anaiba. Juu naye yake ni deliberate. Yake anaipanga tu kama mjinga, kama mtu ajielewi. Angalia yenye counties wanaiba. Na kwa pia wasi wamepora. Kai. Governor, hakuna governor saa hii sio billionaire na sio less than a billion, ni kitu bilioni 5 kwenda juu kila governor Kenya mzima. Hata huyo Kang'ata, mnasema Kang'ata, hata yamepora lakini Kang'ata sio sana. Kang'ata hata akipora unaona kuna tumaendeleo. Lakini bado ukimfanyia audit vizuri, utapata tu kuna pesa imetumika vibaya. Of which he is now the best governor tuko na yeye. Hawa wengine ni kutuibia. Hawataki tupumue. Ukienda kupumua umeibiwa. Kama sasa General Kako mochari huko Thika. Watu wa Thika najua mko hapa. Ile harufu iko hapo saa hii. Hebu tusikize, kuna msee hatujasikiza hapa anaitwa Mzalendo Vincent. Uko aje? Niko poa sana boss. Yes, uko wapi? Nakuru girls, mko aje Nakuru? Nakuru kuko vizuri. Nakuru si kuzuri, acha kusema Nakuru ni kuzuri. Wewe, Nakuru si kuzuri. I mean ni kuzuri in terms of peace and anything, lakini mambo ya siasa sijaingia sana. But what I can just say ni nimesikia mkiongea mambo ya development, tunaongelea mambo ya development. Wewe sema mahali ni kuzuri na mashure, cheki, unaenda kujenga shule, at the same time kuna shule nyingine haina watoto na ni the same area. Hiyo ni maendeleo ama ni ujinga ya akili? Unajua leadership is all about priorities. So mimi naweza sema we are failing by electing leaders when you are priorities, because an MP is one responsible for building schools, governor is the one responsible building nursery schools, governor is responsible building roads. So generally when you are talking about change, sana hii mambo ya one term and two term should start from the word, so that we can change this country from the scratch. Hatuwezi sema sahi mtu kama Orengo is the governor of Siaya and is all over Kenya doing campaigns, and yet he is like a president for a county na anafanya siasa everywhere. So we need to be honest. So let us prioritize our country in terms of when you're talking about leadership, let us start from the scratch. Kama MCA afanye kazi home, kama governor afanye kazi home, kama president afanye kazi home, so that we can change everything. Because unaweza toa president na wakora wabaki wa system. Do you know governor akona uwezo ya kufanya maendeleo ya kubadilisha your area even better than the president, but wanaikula hiyo pesa. Just the way this our moderator anasema. So wakati tunaongelea Mount Kenya, when we are talking of zero development and poor economy, it starts with the governors and MPs. When you are coming to Rift Valley, when you are talking about poor government and everything, start with the MPs and governors and MCS. Because ukiona Meru wame-impeach their governor simply because she was a hard-working woman ambaye tolerate cartels. She's now out. We have another cartel mwenye ana fulfill what they are doing. But other counties like Baringo, mahali kuna corruption ya hali ya juu, huwezi sikia huyo governor amekuwa impeached because the governor and the MCS are working together. When you're talking of Nakuru and other areas. So for me, generally I will say that change will start with us voting from the grassroots to national. Ya pili, it's all about opposition. Mimi siongeleangi serikali sana because I know government is government. Opposition is so okay, but without Gachagua ni kama soda. So Gachagua ni soda, the rest ni chupa. So Gachagua akitoka hakuna kitu ya kununua, hakuna kitu ya kukunywa. So hiyo opposition najione vizuri kabisa, because at the end of the day if they are not strong and they will be the one watakuwa candidates, then watashindana na nani? At the end of the day they will because Gachagua, if not Gachagua is the president or the deputy president in this country, huwezi niambia Kalonzo na Eugene Wamalwa wanaweza deliver.
So at the end of the day, if you're not talking about Gachagua in opposition, you're talking of Linda Mwananchi, which is becoming more stronger. So anything to do with that, I don't know how you'll use that information, but that is my opinion. Good. I think hapo umesema kitu ya maana. I think Gachagua ndiye hata sio cornerstone, who ndiye engineer. Bila Gachagua opposition my friend. Mutakaango asubuhi. Gachagua ndiye voice. Na ukiangalia this guy kuna kakitu tu anakuanga nako. Hebu angalia hiyo trip yote, hiyo tour yote ya Western. Nani ameshine? Unapata tu Gachagua ndiye ako kwa limelight. Na huyu jamaa is workaholic, huyu jamaa ni workaholic. Fani sana. Wakumbushe Gachagua aliwaambia hamwezi funga nini? Kwa interview. Waambia Gachagua alisema hamwezi funga nini? Hamwezi funga. Hamwezi shona mkundu juu mna This guy, huyu jamaa, hapana. Wanjohi. Yes. Nataka kuongea about nataka kuchangia something about kanisa. Yes. Hii story ya church ni tricky. Hii story ya church inakuwa tricky sana. Yes. Kwa sababu watu wanaheshimu Mungu na wanapenda Mungu. Unaona mkora akikuja na jina ya Mungu inakuwa tricky kujua kama ni ukweli ama si ukweli. Tricky zaidi kwa. Unajua sasa kitu moja unajua sasa unajua you respect God and you love God. Hasa mtu akikuja na ukora ya amejificha kwa Mungu, unashindwa ku question yeye ama una question Mungu. Unaona sasa hapo inakuwa tricky. Because hii corruption ya kanisa ilianza kitambo na ilianza na Romans. Because wakati Roman Empire iliona ina fail, ili metamorphic ikakuwa church. Sasa ndio wakaleta corruptions zote za empire ya Rome empire ikaleta corruption yote hide behind the church. Hata ukiangalia all the studies about church zinafanyanga, the syllabus zimetoka Roman. Sasa ndio unaonanga waka inherit that corruption yote. Na mtu yote mwenye afuati hiyo corruption ya Roma anakuanga nini? Black sheep. So ndio unaonanga wanakuanga na courage sana ya kukuwa na corruption. Na wajali because that is in their syllabus. Na hatusemi hatuendi, tunaenda church, lakini there are some things zenye unaona the character of God and the character of those people that they call themselves God's representative. It is not rhyming because most of them wanna behave kama politicians wa kawaida, hiding behind. Sasa kwanza hebu ni kuongezeka kitu hapa Sky T. Naona nation kuna dosia wameweka ya Ruto. Wameandika living beyond our means. Ruto's sharing 2.3 trillion debt problem. Unajua Ruto kuna debt amekopa ya around 4.7 million. That is ile loan amechukua. Lakini kwa hiyo 4.7 kuna 2.3 trillion, no, I mean trillion, 4.7 trillion. Kwa hiyo 4.7 trillion kuna 2.3 trillion yenye haiko kwa project yoyote, hata haijulikani ilienda wapi. Yani hiyo ndio story Nation wana analyze hapa. Ndiko waliposta nawago. Wanasema 2.3 trillion cannot be accounted ama haiwezi kuwa linked to any project. Yani hii ni pesa ilikopwa ikaenda. Ni confidential. Exactly. Ni pesa ilikopwa na haijulikani ilienda wapi. Kuna zenye zimekopwa za kulipa loan zingine, kuna zenye zimekopwa juu ya barabara ama any other major project, lakini hizi 2.3 haziko attached or linked to any project. Now dear president, makasia wengine wanakuja hapa kutuambia two term. Unajua this the final year ya finance ya budget yake. Lazima finance venye atajipanga in case mkataka kumchagua, lazima avuke na vitu. Na hii tabia ya kuachilia wakora ndio pia inatumes. Mkora ametuiba, ametuumiza, amefanya nini?
Kibaki alifanya mambo mazuri kabisa, lakini hii mambo yenye aliachilia Moi, hapo ndiyo alitumes. Juu watu wote walijua sasa hii ndio trend. Sasa kila mtu atakuwa kiiba, akichukua Bible aseme nimesamehea wote, ni munisamehee, na Kenya iendelee, mambo inakuwa kawaida. Sasa unaona vile sasa hiyo ndio mashida yenye tunajibebea kila wakati. So hata huyu atakuja tu atuambie, akiona ameshindwa atasema munisamehee, nimewasamehea, na Kenya iendelee. Mwingine atakuja aseme hivyo. Lakini the moment tutatake mtu accountable na Kenya alifanya akiwa kwa uongozi, na kama kuna kitu aliiba na anashindwa kuexplain, inarudishwa immediately. Hawataiba. Lakini the moment tutakuwa tukisema hata kama ni MP ameiba CDF, akishindwa ku account for, kama akona project zake zote, pesa zote zinachukua, zina cover hiyo message alifanya. Kama ni governor, amemess hiyo county na ameshindwa ku account for anything. Kama kuna any project yake as a private governor, inachukuliwa, inakuwa recover to the state. Na hii historia ya EACC, hiyo body inakuwa tu hapa kukula watu pesa because haifanya hii kazi. Hapo hiyo ni body ya ujinga sana, because kama Mi huwa najiuliza kama ma DCI wanafanya kazi yao wenye inafaa na court inafanya kazi yao wenye inafaa, hii body ya ICC inafanya nini? Because corruption ikimaliza kesi zinaenda tu kwa koti, ikimaliza investigation bado tunaenda kwa koti. Mbona mnafanya multiplication? Si mudeal na kitu moja, DCI wamalize kazi yao wapeleke koti imalize hiyo kesi, instead ya kuanzisha bodi nyingine hapa ya uongo ya kukula wananchi. Hii bodi nyingine ya sijui ya kuangalia hetometer, mtu mwenye ametoa hate speech, hiyo bodi nayo inafanya kazi gani? Juu sionangi ikifanya kazi yote na wanakula tu pesa. Ikifanya investigation ionekana wewe uko na case to answer, unapeleka kwa koti instead ya kupitia mabroka wengine wa serikali hapa wakule pesa. Haisaidi. Sasa ndio nimesema hiyo mambo na church inakuwa tricky, lakini sisi wenyewe pia tunafaa tujue tunachagua watu wa represent Mungu pale ama watu represent sisi. Because Mungu akichagua watu wake, achaguangi watu wake wako wanasiasa, achaguanga watu wake wa represent mambo yake ya kiroho. Sasa sisi tunajuanga, tukichagua sisi tunachagua wanasiasa. So kanisa inafaa ijue wao wamechaguliwa ku represent mambo ya kiroho, lakini watu ufunze integrity, si wakwe corrupt kama wenye tunachagua. At least ndio tukue na boundary. Juu Mungu alichagua mtu mwizi, mbona una represent Mungu ukiwa mwizi? Sisi ni wanadamu, tunaweza chagua watu wizi, tutapiga kelele, lakini Mungu hafanyangi mistake. So it's better hata sisi tujue huyu mwenye tabia yake ipelekani na mambo ya Mungu, pia yeye ni mkora kama wengine. Asijaribu kukuambia touch not the what wanasemanga touch not this sijui nini, mafuta ya Elianto ama ya wapi, hata sielewangi ni mafuta za nini. Juu hizo mafuta zinafaa zi represent mafuta yenye tunajua ya Mungu, lakini hii mafuta mnasema mkituambia zina represent mafuta ya tuelewi, sijui ni aje. Nimemaliza submission zangu. Good, I think hapo umesema ukweli. Mimi historia ya kanisa naona hawa kazi yao wa concentrate na kupeleka watu heaven. Hii maneno mengine hebu tujipange sisi wenyewe. Na hata hiyo heaven wanatupeleka. Naona hata tumevungiwa na Israel. Ati sasa hatuwezi enda Israel. Sijui hata Mungu tutaenda kutafuta aje footsteps za Jesus. Israel wametuvunjia kwao. Utakuja niwapitishe na hapa Jordan. Ujinga ya Dware na Wajohi. Yes. Utakuja niwapitishe na hapa Jordan, kwanza mbatizwe, alafu ndio muende hivyo Israel. Wamesema Mungu wa Israel sijui Mungu wa nini. Sasa kwa Mungu kumevungwa. Hamwezi fika. Na mnakosa kufika huko. Nawapitisha na wapeleke Jordan, na wapeleke Egypt. Alafu tunaendesha hivyo sasa. Israel walijua ni lazima make pesa.
Kwa historia ya church, mi naona hivi, tukiingia church tukue watu wa kuhubiriwa na watu wa kusikiza neno. Mambo ya siasa tuache kwanza nje. Hadi hao ma church leaders hao makrajes hadi wao waambiwe, wacha tusiruhusu siasa ipigiwe kanisa. Juu inafika mahali mtu anakuzoea hadi analeta guns kwa kanisa juu ulimzoesha. Yeah. Haya, kuna kitu nasema elimu Gikuyu mwizi juu ataimba yake biashara, pesa iendelee kusirculate kwa economy. Kuliko mkalejini mwizi afungie kwa nyumba, itasaidia hadi mtu mmoja. Serikali imefeli kabisa. Sasa hapa hakuna mambo ya church. Acha kila mtu aachwe na uaminifu wake. Hatujui kama hiyo biguni tutaenda ama tutakosa. Lakini sasa mambo tunafanya ni kwanza tujue jukumu iliyo mbele ya kutoa serikali mbaya. Yeah. Good. Umesema kitu ya maana sana. Tuache kuwa hypocrites. Kwanza hapo kwa hypocrisy, hapo ndio sisi tuko. Na nimekuwa nikasema watu wanasema tutoe William Ruto juu alisema watoto wetu wapigwa marisasi za miguu. Juu alisema through him yeye ndiye alifanya kina Albert wakufe na akashield wenye waliwaua. Yeye ndiye alisema vijana wapigwa marisasi huko parliament wakalipuliwa vichwa. Alafu sasa tunatoa huyo mtu ndio ametokea. Mtu mwingine anakuja kusema tu support Babu Owino. Ati hiyo alifanya ilikuwa kupiga mtu mmoja tu risasi. Hii ujinga siwezi kuelewa. Tunatoa kila kasia mwenye tunajua tabia zake sio mzuri. So tuende kwa another person mwenye hatujapatia mic super chantu. Kami uko aje? Niko poa. Okay, nimesikia niko poa. Nimesikia mkiongelea mambo ya Israel. Yeah. Na nimeona umeongelea mkacheka. You know, kuna game inachezwa hapa. Unajua kuna game imeshachezwa hapa Kenya already Kenya. Sina mimi najaribu hii kitu nimeingia kwa platform hii bunge la wananchi yote. Na wajaribu kuambia Kenya imeenda. Israel kuna kitu wametaka. Let me tell you. Saka hapa kuna minerals, okay, the forum yenye nimesoma sahi. Sasa the minerals zenye zinapatikana sahi Kenya. Ujue kuna copper iko Migori, iko Masabit, iko Samburu, iko Isiolo. Kuna chromium, iko Masabit, Samburu, Tana River. Kuna nickel, okay, kuna rare earth minerals. Kuna niobium, kuna lithium, kuna uranium. Sawa. Sasa ujue hii Kenya sasa penye tuko already kila mzungu hapa sasa unaona ni imagine nalia. Hatuna Kenya nyinyi. Hatuna Kenya. Na mtu mwenye ametuuza. Sasa iko hivi. Iko hivi. Acha kublame nani? Blame ni Ruto. Ruto ni mwane wa mauduma ya mothema. Exactly. Nakuambia huyu. Nakuambia all wakubwa hii European country ile watu wakubwa wenye wanasema the owners of the big countries. Already wamefika Kenya na wameshagawana which section they are going. Which section we are going. Please Kenyans wake up. Msiongele mambo ya politics kwanza. Yes, tuongelea politics. Tunaona venye yuko lakini Ruto already ameshauza Kenya. Kenya hatuna sahi. Parastato zote ameuzia wazungu. Hizi mambo za affordable housing sio zenyu. You wait, you will see. Gojeni nyinyi wa Kenya hapo penye mko mtaona. Mtashangaa. Kenya hatuna Kenya sahi. Sota mkiongelea politics. Jua nyuma bado Ruto nikuza na uzo. Mkimwona kufanya naenda hizi nini zake. Haendi kukopa. Hapana. Ni kwenda kukata. Kule na ndio acha nikuambie kuna ka clip fulani hapa Msomali alikuja kwa hii map ya Kenya akakuja akasema part of the nini huyo Msomali akasema Wasomali wakasema hii part yote ni yao. Sijui kama mliona mshaiona ka clip kama hako. Watu wameshaja kuja kujigawania area, wamesha
We mtaona. Guns ndio wao walishaletwa. Haiti, ambassador to Haiti. Huyo ambassador to Haiti aliharibu Haiti, akaribu hizi side za Libya na ndio hiyo sasa, ndio hiyo Kenya. Wabu mnaona Guns wameweza hata kuingia kanisani. You will see. Wait and see. Colonization ndio hiyo imeanza Kenya. Na in terms of kwa sababu ya hizi minerals. Hizi mambo zote Ruto kazi yake ni kutupika na tupika. Lakini ako na strategy moja. Na hiyo strategy ni hizo. Wazungu wameshachukua Kenya. Wameshachukua. Wake up Kenyans. My people, wake up. We need revolution hapa. Wake up. Wake up. Ruto anauza Kenya. Na ameshaiuza. Mnasikia kule Laikipia zile lori ziko huko 200 and na. Mulisikia Rigathi Gachagua akisema zile lori ziko huko zinapelekwa huko. Ati ndio lori ziko huko wanajenga. Si mjiuliza anajenga nini, wanaanza kujenga sasa hizi kwa za kumain lithium. Wanaanza makopa. Unakwambia kama lithium iko Kajiado, Samburu, Tharaka Nithi. Uranium iko Marsabit, Isiolo. Nayo bia miko Kwale, Homa Bay. Haya. Ambieni Ruto haki. Ruto Kenya ikikolapse ndio tunampata. Ni sawa. Sasa habari ndio hiyo. Ona mukiarereria ko political. Mumenya goko thutha oyo Kenya haria tukinyete mane kwionera. Ndiko mwera ringi lakini moko ndirikana Kamina na mwirire. Ni ndina gukunja na maundu marabangira yani miheho turamaiguana na gukunja. Naona Israel sasa buangalia Middle East yote ina ban Kenya. Sasa wanaanza Kenya kuna Ebola. Ebola gani mnaona Ebola? Lakini na huku tunaambiwa kuna Ebola na huko hoja. Colonization imeanza kukonka Kenya. Kwa sababu ya hizi kopa, hizi minerals ndio zimetuma Ruto akuwe wazimu. Anasikia ati second time harudi na kuna hizi vitu zote anaguruka. Na ndio sasa ameanza ukabila, ameanza kuchapanisha ukabila, ameangusha kila kitu. High rate of maisha imepanda. Unaona shule ameangusha, hospitali ameangusha, kuna mahali pote unaweza wewe Mkenya. Sasa in a way that ametupeleka pande ya umaskini. Ametupeleka pale pa umaskini. Unajua sasa sisi tukifinyiliwa sana in a way that tuta hands up tuseme tume give up. But I tell you behind this Ruto strategy yake ni kitu. All European people wamekuja wameanza kujiganisha. Huku Marsabit kila mtu iko na nini yake, sekta yake. And you will see people wake up. Wake up. Don't talk politics there please. We know we are one time, it is true. He has to go. But wake up. Look at your country right now. Look at your country, please. Kabisa. Good. I think wenye wako na masikio wamesikia. Hii ni maneno nimekuwa nikisema hapa. Kenya ishauzwa. Kenya imeuzwa. So it's about us to liberate this country. That liberation inaanza na sisi. Hiyo maneno ya kuuza nini vitu zetu na kuuza kura zetu. Na let me tell you, kuna watu wengi sana watachaguana 2027 wenye hawajui value ya Kenya, wenye hawajui mahali Kenya inaelekea. Wao wanangoja tu the highest bidder akuje awalipe wamchague. Sasa hapo ndio tutakuwa tumego wrong. It's the high time saa hii tufikishe hii civic education mashinani. At least ukifanya hivyo, at least our voices be heard. Sababu let me tell you, out of the nini around 23 million ama 26 million registered voters in Kenya, of half of them hawako sawa, akili yao haiko straight. Na let me tell you, only around 20% of that wako social media. Wale wengine hata hawajui simu ni nini. Unajua kuna mtu hata hajui simu ni nini saa hii bado Kenya na atachaguana. Kuna mtu hajui hata simu wekwa data. Kuna mtu ako bado na katururu. Kuna mtu anafuata mainstream media peke yake. So it's the high time hii information ifikie kila mtu. Na niko nataka kusema already Ruto sasa Uganda wanaletwa Kenya. Burundi ndio wako Kenya, Uganda wako Kenya, Rwanda iko Kenya. Kila yani everybody
Yani Nigeria kwa Kenya na wote wanapatiwa ID za Kenya. Do you know kwenye niko sahi a Nigeria person yuko na kila kitu ya Kenya, passport ya Kenya. Imagine Nigeria penye niko sahi. Na nikamuuliza he's my friend, nikamuuliza hii passport ulitoa wapi? Kwa sababu your country the president mwenye mlimweka is a corrupt. And sasa Nigeria they are using our passport. Sasa ujue sasa Kenya nikaa tuna Kenya. Kila mtu amepatiwa ID, amepatiwa everything identical. Please Kenya. Abu angalieni venye Ruto anatupeleka. Kwanza jiulize hata isi politically ye anajua venye kwa sababu amkeni wa Kenya. Amkeni. We need revolution. Amkeni. Kenya imeshaenda na wazungu. Petition kwa zinapitishwa na wazungu. And you will see. Good. Kami najua kwenye huko hata yenyewe inakaa tu Afrika. Na president Ruto anakuja huko kesho, hata ako kwa ndege. Nasikia hata hajaoga, alikuwa karibu kuchelewa. Mwingia tu kwa ndege. Twende kwa bibi ya Ruto, bibi yangu. Sasa umejiita bibi yangu ndio watu wakuwe confused, si ndio? One time. Okay, kwenye huyu msichana amesema, huyu dadangu amesema ni ukweli. Hata mimi pia hapa niko na jirani yangu mwingine hapa Burundi. Akona kura Kenya. Hata sasa sijui, hata mimi vile nilimwangalia niliona hiyo kura hata mimi nimeshindwa, hata nimechoka. Nimechoka sana. Nimechoka kabisa. Muamke, Kenya imeshauzwa, Ruto ameuza Ruto. Muamke. Ndio naambia usiongelele sana hii. Hiyo sitawahi amini. Enda upige picha utuweke hapa. Hiyo ni sema mimi mlichapia ID huku. Nimezunguka huku sijaona mtu hata mmoja ako na ID ya Kenya au Burundi. Lakini najua kuna wachache wako na passport na documents za Kenya. Well and good. Lakini nyinyi mnawarejestia SIM cards. Nyinyi ndio mnawarejestia SIM card. Mkiwaita hapo ndio wamfanyie kazi na cheap labor. Lakini story ya Wanjohi. Bibi yangu uko wapi? Wewe uko wapi wewe bibi yangu? Ngoja kidogo kama. Uko wapi? Sema niko one time. Na sijakuuliza ama uko one time. Unajua watu watuta mnawajua. Uko upande gani wewe? Sema niko tu hapa jirani yenu, uko hapa Zima. Uko Zima. Enda upige hiyo ID na kula unaniambia picha unitumie. Ama unitumie ID number ni verify. Si ni ID number na year of birth. Enda unitumie ID number na year of birth ndio ni verify nione ama ni ukweli. Unajua kuna watu wamekuwa wakispread propaganda huku then wanakuja kujifanya ati hata tumeruhusu. Mmeruhusu huko na nani? Hakuna mtu ameruhusu. William Ruto lazima aende. Tunajua hizo propaganda zote. Alikuwa amesema ati wameimport kura milioni 4 from Somalia. Mimi kuangalia the whole of that Somali region, that is the northeastern region. Kuangalia the 690,000 votes zimeongezeka na 16,000 after registration. Hata nilikuwa nawauliza na hiyo 3 million mlikuwa mnasema iko wapi? Wakasema that Trans Nzoia County kumeimportiwa kura kutoka Uganda over 700,000. So I cross checked. Kuangalia kura za Trans Nzoia County zimeongezeka na 36,000 votes. Na sio kuongezeka, ni vile hata register haiko cleaned up, hawajatoa wenye wamekufa, wenye wametransfer. So by the end of the day utapata kura zimeongezeka Trans Nzoia, that is yenye nini na Busia County. Utapata labda 5,000. Ni uoga mnauziwa. Hakuna watu wanaregister kura from outside. Kwani hawa outsiders hawana kazi ya kufanya. Kazi yao ni kukuja kuona kama kuregister. Wanjohi. Tika wacha kukania watu. Kuna PS anafanya hiyo kazi. Si unyamaze Wanjohi, si tuna kila kitu. Kuna PS kwa thirika anawapatia kila kitu na wao ndio wanawapatia hata namba. Do you know kama hebu nikuelezea, kuna ukweli kwa kuwapea documentation za kukuja majuu na pia hizo ID kunazo chache.
Kama sasa nimeona dossier ya leo on Nation inasema that Ruto ukitaka kupata documents za Kenya ni 15,000. Hivyo nimeona wakisema kwa Nation ya kesho. The Nation. No, standard newspaper. That is true. Lakini nasema hiyo mass registration hakuna, hiyo mass ID issuance hakuna, hiyo mass voter registration ya foreigners hakuna. Lakini ni kumaanisha kitu wanasema ni there are those few people who have registered as Kenyan voters. Hiyo ni ukweli, hiyo iko. Kunao wachache. Lakini sio mass. Ni wachache. How hawezi influence our voting patterns? Hey, utashanga sana. Unajua kuna IBC wako kule Burundi na Uganda. Na huku kwingine ndio anawaregister wanakuja Kenya. Wanjohi unajua hivyo wewe? Ile mchezo tunachezewa wewe na hii gava. Weka up for Johi. Hiyo ni uongo. Haya. Hapo sijui kama ulisikia natembea akisema hizo akiwa there was one time natembea akisema kula Uganda kuna maofisa wa IBC wanaenda kwa na register more than 50,000 Ugandan they will come and vote. Wanjohi. Wakati tuliangalia clip ya natembenya wenye walikuwa na register registration hakuna mahali kulikuwa kumeongezeka watu 50,000. Do you know kuna vitu hamuelewi hapa. Do you know to register 50,000 voters you have to add about ningapi? About 800 polling stations. Because the constitution is very clear. Per polling station inafaa ikuwe na 700 registered voters and below. So ukisema ni register 70,000 people inamaanisha lazima ukuwe na nini ngapi? That is lazima ukuwe na 100 polling stations. So msichukulie vitu lightly. Reason with the people. So tunataka kujua kuna kama Busia primary, si ndio? Tunataka kujua kumeongezeka stream ngapi Busia primary. Sasa Ruto hataki kusikia hivyo. Hataki kama unaona venye judgment ya Gachagua bamefanya. Hiyo ndio nyingine ataweza. Wanjohi, I'm telling you the truth. Mambo ni tofauti ku ground Gajohi. Alafu abu elimisha watu siku ya kwenda ku vote. Kila mtu aenda kaangalia police station yenye iko. Usijipate ulipelekwa Mandera ku vote huko. Jumajina ionekani. Hiyo kitu nilikuwa nataka kuangalia cause me the last time kwa nimeenda kuchange kura yangu penye nilikuwa naishi na kuja huku. Nilipata mwenyewe si niko wapi hata nikashindwa. Sasa ilibidi mwenyewe hata nikaongea na watu ndio wakafanya nini ndio wakaruhusu sasa naanza kupiga kura penye saini. But nilikuwa mpaka tu kwa mashida zote. Wewe ndio umewitness neighbor yako. Saa hii kura yako ilikuwa pabaya. Acha kutuchezea akili Kwani wewe ndio unajipata tu kwa mashida zote. Wewe kura yako ndio ilikuwa imehamishwa. Ndio umetuambia. Wewe pia ndio uliwitness neighbor yako ati kura yake yeye ni Burundi na kura yake ni ya Kenya. My friend, hiyo ujinga tosha realize. Na hiyo hebu nikwambie hizo propaganda kami unajua kuna Kiswahili uelewi iko Kenya. Kuna propaganda inauza that kuna foreigners wanakuwa registered. Hii inafaa wanataka ilete voter apathy. Ndio Wakenya wa realize hakuna hata tu register sababu uchaguzi ishaibiwa. Unaelewa? Hiyo tunajua hiyo ni kadi ya Itubi. Hiyo ujinga sitawahi tolerate kwa hii platform. Mimi kitu niko sure of is that ukitaka kupata Kenyan passport and Kenyan ID ni very easy. Hiyo ni ukweli. Na ninajua kuna foreigners wengi wako France, wako England, wako US na wametumia Kenyan passport. Na ni foreigners, sio watu wa Kenya. That is true. Lakini huwezi niambia ati Ugandan milioni 1 wakuje Kenya kuregister as voters. Kwani hata kwao hakuna kazi. Hawakuji, hawa IBC wanawapata. Wao kwa tu wamegoja hivi, wanagoja uchaguzi ya Kenya wakuje wa vote. Si ni kitu Wanjohi ni kitu imepangwa. IBC wako Uganda wana register. My friend. Hapa hiyo ni at certain schools. No Wanjohi. That's a lie. And that is unheard of. Watu wamevote hakuna kitu kawaida. That is a lie. Hiyo msidanganywe na mtu. Election ya Kenya inakuanga manual.
na kila polling station lazima kukuwe na agent wa kila candidate. Mnafaa kujua kitu ingine, election zetu hukuwa mashambani. In your village umeona foreigners wangapi? Ama hiyo siku ya election ukiona foreigners 20, that's an alarm. Do you expect that the bordering communities wote wanasema two term? Do you expect that everybody in Madera ana support serikali? Hiyo ni ujinga mnataka kubebwa, my friend. And if you fall to that card, that means one thing, mutaruse. Sababu kutakuwa na voter hapa, they won't turn up. Mtadanganywa that uchaguzi imeibiwa. Hebu tuangalie the voter register. Voter register yenye imeongezeka from 2022 to 2026, sasa tuko 2026, imeongezea just 2.6 million voters. How do wameongezeka? Of which kumefanywa exam ngapi za form 4? Kumefanywa ya 2022, ya 2023, 2024 na 2025. Hiyo ni miaka 4. So kuna watu wa 4 years wenye wameregister wamepata IDs. Kila mwaka huwa tunakuwa na candidate wangapi kwa high school? It's around 700 to around 800. 800 times 4, that means hiyo ni 3.2 million voters. So hata bado hatuja hit target. Hiyo ni kitu mnafaa kurealize. So wenye wameimportiwa wako wapi? Wenye wameimportiwa wako wapi? Kwani mnauziwa? Kwani nyinyi ni watu wa class 2? Kila mtu hapa amesoma. Jibu maswali. Wenye wameimportiwa wako wapi? In those bordering communities, tunajua mashule ziko hapo. So tunafaa tuwapiwe. Polling station fulani ilikuwa na registered voters 1000, sasa wameongezeka na 3000 juu kuna watu wameimportiwa. Ni wapi mmeona such numbers? Kwa nini mnakubali kudanganywa, my friends? It's the high time msichukue. Unajua hata huko Olkarao watu walikuwa wanadanganywa ati ID zinabaiwa. Utanunua ID ya mtu upeleke wapi? Ukinunua, that means that person won't vote. Huyo mtu hatachaguana. Ukinunua ID ya mtu, huyo mtu hawezi vote because our election imeambia inakuanga manual. Voter verification ndio inakuanga digital. Unaenda pale, unaitishwa ID, inaangaliwa kwa register ile manual, tena unaangaliwa kwa system, mahali unaekanga kidole. Good. Ukiweka, then unaenda unachagua. Ukichaguana ni manual, unaweka kwa ballot box. So by the end of the day, zile kura ziko kwa ballot box, ndio zitahesabiwa, zikiiwe in kwa Kimskit, zitumwe. After zimetumwa, si nyinyi ndio kila agent si ata present result zake. After ame present, ndio munatari. You tally the votes. So my friend, hebu muache kudanganywa. Kitu iko wanajaribu kuleta voter apathy, to suppress the voting patterns, to suppress the voter turnout. Hiyo ndio wanajaribu. So wanaenda wanadanganya watu mashinani, ID yako nimenunua na nimekutoa kwa register, wewe usitokelezee ile siku. Hiyo ndio kitu wanafanya. So it's up to us to make sure that this civic education imefika mashinani. Mnapia mtu bora uko na hii ID. Hebu tuangalie kwa system. Mnaangalilia that grandma. Mnaona haya ni ukweli yako kwa system. Unamuuliza na si ulidanganywa huwezi vote. Sijui hii uko hapa. It's that easy. Mr. Kiwongo. Shiko uko aje? Wajohi. Kwelo ate. Kwega biũ atĩrĩ mwana witũ. Ũrĩngiuga ndĩ one term, nĩ ngorwo ndĩ one term. Tũrarĩa Naivasha. Rĩu ndĩrauga rĩ, maũndũ no matũreme, no matingĩrema Jehova. Na Ngai ndangĩreka andũ ake manyarirwo nĩ ngoma. He handũ ha gũkinya Wanjohi. Yes. Na umake nĩ ũkauga Gachukua Naivasha nĩ augire kaũndũ. Nĩ mũkuona ũrĩa Ngai agwĩka. Ngai nĩ aroka kũgarũra. Continue.
endelea. Umepotea. Mzalendo ukoaje? Niko poa, nilikuwa naona hii conversation ya IDs Nilikuwa nataka niambie huyu nimetaka kuwatch hiyo documentary sahi ya KTN. Yeah. Hiyo ni kulingana na mimi kufanya critical analysis. Hiyo ni one of the wars ya siasa, because at the end of the day nimeona majority of the IDs yenye imekuwa displayed na mapassport walipewa 2022 mwezi wa 5, mwezi wa 4, mwezi wa 3. So sidhani kama hiyo iko na issue. The main issue, kama kuna wizi haizi fanyika kwa kutumia IDs. Kuna ujanja tu atafanya ya kuiba. So I guess wizi inafanyika in a way that hatuoni. Hakuna vile watakuwa wajinga waibe kwa njia yenye tunaona. So this card ya kusema ati wa Burundi, kwani wa Burundi wanaweza ingia Kenya 2 million na tukose ku notice 2 million so wameingia Kenya. Exactly. Hiyo ndio swali nauliza. Utaona your neighbor, utaona your nini, utajua tu yani kuna wageni. Kenya adults ni 30 million. So tuseme kumeingia watu 2 million. Ni kumaanisha in every around 6 people, no 30 million. In every 15 people, ni kumaanisha kuna foreigners wawili. Aje. Tutanotice. So wizi, Kenya mimi najua wizi ina happen. Hiyo na isi wadanganyi, wizi ina happen, lakini in a structured way. Hata sasa ukiuliza Gachagua waliba aje kura ama Uhuru, haizi kuambia tuliba through the same way yenye tunaona, inaibiwa in a different way. So nadhani that is another way ya ni politics tu. Politics is politics. Unajua kwa siasa hata sasa venye Matiang'i aliendaga US na akakaribishwa na akapewa hype. Ni serikali ilikuwa ina hype ndo watu wagawanyike waseme Matiang'i is the best, but ikifika kwa vote ana vote. Unaona? So kuna mtu mwingine sahihi kama for example kama mtu kama Matiang'i wakati alitoka US, serikali ilimhypia. Yeye alidhania anapendwa, but government ilihype chini ya maji, ndo opposition ikuwe confused. Ndo the weaker candidate apewe candidature. So for me it's a lot of thing yenye inafanyika kwa politics. The way tunaona vitu kama kawaida sio hivyo. Kama sahi niliambia juzi hapo, the strongest candidate tuko na yeye ni Kalonzo Musyoka. Is the strongest candidate. Atirikijie second. The strongest candidate wenye tuko nao. See, government itacheza kadi ya kufanya Kalonzo akae unharmed so that wao watapata nafasi ya kupata the weak candidate. Exactly. The same way sa Linda Mwananchi is strong. Nyinyi mnaona Linda Mwananchi mnasema ati Sifuna ni mtu amekuwa senator for 3 years. Ana experience. Huyu akipewa tu president candidate hivi. Those are called political toddlers. Sifuna hajaikuwa in any managerial job or any managerial duty. Ni toddler wa siasa. Jamaa hajui kumobilize, jamaa hajui pesa, jamaa hajui anything. So unaona serikali itafurahi sana ikiona either Sifuna ni president ama deputy, because of what? Because of wamepata weak candidate, watamcharaza saa 2. So it's a strategy. Watu hawajui, it's a strategy. That's why unaona kina Nyachae walihype wango events zao kitambo na wakagawa kura wakaenda na milioni 1 na Moi akashinda na angeshinda. So vitu mambo ni siasa. You cannot understand these things. Kama unaona siasa na macho ya nje, then you have a long way to go. Mimi nasemanga hakuna ticket itawahi shida ya Kalonzo na Matiang'i. That is a very strong candidate. Kalonzo deputized by Matiang'i. Hiyo ni ticket, hata Ruto itabidi arudi drawing board. Lakini ukiambia watu hivyo, wanaruka. Huyo Matiang'i for president. Matiang'i mgani? President mgani? Gachagua amekuwa manager wapi? Hiyo swali enda uulize nyanyako.
I think mnajua kama kuna mse anajua managerial jobs wanaitangwa administrators. Matiang'i is an administrator, amekuwa na administrative duty na Tebea, kina Marwa ule alikuwa Mombasa, kina Ligiji, au ni wasema wamekuwa kwa administrative jobs so wanaelewa what leadership is. Because unajua kuna wakati unafaa kujua how to handle every tribe, to handle everybody and to keep everybody on board, to make sure that umeleta watu wote pamoja. Hiyo ndio kadi yenye inakuanga mzito sana. Unafaa ujue nitadiraje na Mkaramajong, nitadiraje na the minority wa feel they are part of us. Na hiyo ndio Kibaki alikuwa amerealize. Kibaki alikuwa amesoma watu wote, anajua good, hebu niwaletee kwanza education ikuwe free Kenya mzima, good. Hebu niwaletee pikipiki Kenya mzima, good. Hebu niwaletee sijui devolution Kenya mzima. Yani alikuwa anaguza kitu, sector inaguza everybody in the country. Na kutoka Kibaki atoke, hatujaipata any project inaguza Kenya mzima, labda ya kupeana hongo, labda ya hongo peke yake. Kwa nini hamjiulizangi kwa nini project ziliishia time ya Kibaki? Kwa nini project ziliishia hapo? Si ati zimeisha, ni watu hawajafunguka akili, ni watu bado hawajarealize kuna kitu naweza fanya kalete jobs Kenya mzima. Hizo vitu ndio zinakuanga kwa hizi akili na za watu wengine, lakini hii ni ile idea unapea kasi ya fulani anaenda kuitumia kivyake. Mimi najuanga kuna kitu tunaweza leta in the country, fight corruption Kenya mzima yote. Hadi wewe ukijaribu kubribe mtu unashindwa utaanza wapi? Lakini hebu abia Ruto hata iharibu, hata haiwezi work. Kenya tuko na brains, ni watu hawapendi kuzitumia. Na sio ati sisi peke yetu, kuna watu wengi sana wako brainy in this country. Akili inaweza getungati turn around in this republic. Yes, billionaire. Kwa rote Nina urujagirite muno ni no mathina ma Kasongo. Niaumire, niagwa na kuthia France. Anasikia hata hajaoga, ashaenda. Ashaenda. Amekuwa tourist. Anakuja huku kubadilisha nguo peke yake. Amenona. Lazima anone. Ukiwa na wasichana 4 kwa ndege utakosaje kunona? Landa ya nini olokara iko aje? Ground iko fiti, maneno iko sawa. Nisikia mzikule na yeye kazi yake ni kununua nini? Kununua IDs. Siuigie. Yes. Hawezi sasa utanunuaje ID? Ni uoga wanauza huko mashinani. Wanajaribu kupanga ground. Lakini huyo jamaa si yako na ujinga kweli. Ujinga tu. Na mbona anakuanga hivyo? Kwani watu wakizeka, mtu akianza kuwa mzee anakuwa mjinga? Unalingana ulizaliwa aje? Huyo sasa kulingana venye nasikia watu wanaongea, huyo jamani kutupa. Hawezi kuwa like ground inasema ni one term, alafu analeta sasa hao watu wenye nisikia analeta from outside watafoti kweli? Nani? Moses Kuria. Nakwambia kuna vitu mingi sana haziwezekani pale. Juu sasa ile kitu iko, mimi nawaombea mazuri, lakini ground mulinde kabisa juu Kasongo najua anataka kuonyesha yeye bado ni kingpin ya Mount Kenya. Sasa anaonyesha the wrong people. Anajua atasema nyinyi ni kama watu wa mbele. Hatufanana. Lakini let us hope kila kitu itakuwa poa. Lakini kitu tunangoja Bere North, huko upande wa Karao ni resort. Huko hakuna ati story na kuhope. Huko ni resort.
Na huyu jamaa mwenye niliona ameruka alikuwa DCB, anaitwa aje mwenye aliruka? Anaitwa mwenye alienda kwa mwenye alipewa sijui ni kasi alipewa na Ruto. Hiyo haina impact. Nilikuwa nasikia venye anaongea vibaya huko venye yeye ndiye huwa analisha wa Munyoro. Unajua kula haivini yangu na kuongea vibaya. Tuni tukonia tulia toigaga huyo jamaa atangechukua kiti ya DCB, okay? Angevika hivi parliament anunuliwe na Kasongo. Yeah. Unajua saa hii mahali tumefika hakuna gear reverse. Sasa ni kusonga tukisonga. Kuenda tukienda. Hakuna ati gear reverse, ni kusonga tukisonga. Alafu watu wenye wanakuja kusimama na chama ya DCB lazima muangalie sana. Juu kuna watu wamekuja wamejifunika hapo lakini wao ni wheelbarrow. Hiyo ni mitego tunaelewa. Juu kila mtu anakuja hapo anasema mimi ni ground, nasikia ground, mimi ni one term, lakini ameshatumwa na Kasongo. I wish watu kama wao tunaweza wajua mapema. Na wengine watakuwa natumwa hadi na Moses Kuria. Hebu tusikize huyu jamaa mwingine anaitwa Matu Bravo hapo. Matu Bravo uko aje? Mimi niko poa.